السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وسلم الله وبارك على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'du, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada za rehma na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa zetu tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo ni Ramadhani ya 9. Mwenyezi Mungu amesema ayyama ma'dudatin, ni masiku yenye kuhesabika, na toka tumeanza kuyahesabu leo ni siku ya 9. Basi yakini ilivyo kwamba Ramadhani inakimbia, na sisi tulokutwa na Ramadhani ya mwaka huu, bila shaka kila mmoja anajitahidi kuhakikisha anafanya ambayo yanampendeza Allah subhana, ili sitokee kumalizika kwa masiku ya Ramadhani yakamuacha Muislamu akiwa bado hajasamehewa. Watukufu wa Islam, katika mwendelezo wa darsa zetu na kukumbushana, leo tumeonelea tuzungumzie nukta muhimu sana, nukta ambayo inampasa kila mmoja kuwa makini na kujitafakari. Tutachukua maneno ya bwana mtume Muhammad katika hadithi iliyoeleza. Bwana mtume ameeleza kwa maana kubwa sana ambayo inahitaji akili ya mbali kuyaelewa, na ikiwa utayaelewa, basi bila shaka wewe utakuwa umefaulu duniani na kesho akhera. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dakhala adh-dhaifu ala alqaumi, anapoingia mgeni kwa watu fulani. Tulichukue hili neno mgeni. Mgeni huyu aliyetajwa hapa hakuainishwa ni mgeni gani, ameachwa wazi bila kufungwa kwa sifa fulani. Watu wa elimu za kilugha wanajua, na watu wa ilmu za sheria wanajua, hatuwezi kwenda huko katika mambo ya lugha, wala hatuwezi kwenda huko katika mambo ya kisheria, kwa sababu wanaofuatilia na kutaka kujua, wengi wao wamo wenye kujua hayo ya lugha, na wengineo hawatambui hivyo vya lugha. Tuichukue kiuhalisia jinsi ilivyo, twende kwenye mapana zaidi ya maana ambayo mtume alikuwa amekusudia. Idha dakhala adh-dhaifu, anapoingia mgeni, ala alqaumi, kwa watu fulani fulani. Tuachane na mgeni wa kibinadamu, tuje kwenye maana moja wapo. Ramadhani pia ni mgeni, kwa sababu haikufungwa mgeni huyu ni mgeni wa namna gani, wa jinsia gani. Ndio huko kwa watu wa lugha na mambo ya sheria. Sisi tuchukulie kwa maana ya mgeni ili tutambuane na tufahamu vizuri. Hata Ramadhani pia ni mgeni. Mgeni huyu katuijia kutoka kwa Mola subhana. Haya, mtume anasema anapoingia mgeni kwa watu, natija ya mgeni kuingia ni nini? Sasa kaja huyo mgeni kwetu, faida ya huyo mgeni kitu gani? Maana anapokuja mgeni lazima kuwe kuna faida. Bwana mtume akasema, dakhala bi rizqihi, mgeni huyo huwa akija anakuja na riziki yake.
Na kweli ukitazama utaona Ramadhani inapoingia, watu kabla ya Ramadhani kila mmoja huwa anawaza, mimi nitafuturu wapi, mimi daku nitakula nini, mimi nitaweza kweli kufunga na hali ya dhiki nilionayo, maisha yangu ya kuomba, maisha yangu mpaka ninyenyekee watu, nisimangwe, nisemwe, ndio nipate riziki ya kula mimi na kulisha familia. Lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu, inapofika Ramadhani kila mmoja anafurahia Ramadhani, kila mmoja yuko huru na nafsi yake ina amani, na anafunga vizuri kabisa mpaka Ramadhani inakwisha. Na hili ni sababu ya wale wazee waliopita waliligundua hili kwa kuitambua hadithi hii na maelezo haya. Ukaona mara nyingi watu wale wa zamani walikuwa hata wakifuturu wanafuturia nje, wakimaanisha kufuturu kwao nje mabarazani. Kuna wachelewaji wanaotoka misikitini wamechelewa futari, kuna wachelewaji wanaotoka kwenye utafutaji yamechelewa kufika nyumbani kwake. Lakini kuna watu wanaohitaji kwa kukosa kabisa hicho cha kufuturu, asipate tabu, anajua hawezi kupita nyumba mbili, bali atawakuta wenzake wanafuturu nje, naye ataungana nao, hatopata dhiki katika futari. Hili kwa ulimwengu wetu wa sasa limekuwa kinyume. Watu kila mmoja anafuturia ndani kwake. Lakini wa idha kharaja, Mtume anasema anapoondoka mgeni baada ya kuwafikieni kisha akaondoka, inapofika wakati ameishi na nyinyi kwa huo muda wa masiku 30 au 29, sasa umefikia wakati wake wa kuondoka na kuwaacheni na mambo yenu, kharaja bimaghfirati dhunubihim. Mtume anasema mgeni huyo akiondoka huwa anaondoka na nyinyi mmepata msamaha wa madhambi yenu. Huu ni mtazamo wa kwanza wa hadithi hii, mtazamo mgumu sana, mtazamo mkubwa sana. Na ndivyo utakavyoona kweli 10 la kwanza la Ramadhani ni 10 la rahma, 10 la pili la Ramadhani ni 10 la maghfira, 10 la tatu la Ramadhani ni 10 la itiqu minan nar, kwamba watu wanaachwa huru na moto. Kwa maana ya mgeni sasa anaondoka, akiondoka mgeni anakuwa amewaacha mkiwa mmetakasika. Zile tabia mlizoishi nazo na mgeni wenu kwa kumuonea aibu mgeni, kwa sababu hata kama nyumbani mna tabia baba na mama ya kukorofishana na kupigana mbele za watoto, kuadhiriana mtaani mkapigana mpaka mkatoana nje, mnatukanana, kwa heshima ya mgeni aliyekuja kuwatembelea nyumbani mtaona aibu, hamtopigana tena, hamtotukanana matusi mabaya mbele za watoto wenu, majirani hawatowaoneni kwa zile kero walizozizoea kwenu. Huyo ndiyo mgeni. Sasa mgeni huyu aliyetufikia ambaye ni Ramadhani, hakuna hata mmoja sasa anapigana, hakuna hata mmoja anafanya uhuni, hakuna hata mmoja, hata waliokuwa wezi, wale makonkodi wa wizi wameacha. Kila mwenye tabia yake mbaya kaacha kwa kumuonea aibu mgeni. Sasa huyu mgeni midhali ataondoka, akiondoka ataondoka tukiwa atatuacha tukiwa tumefutiwa madhambi. Yale maisha tuliojilazimisha kuishi tukiwa na mgeni wetu kwa kumuonea aibu, ni vizuri tukiendelea kuishi nayo hata baada ya mgeni kuwa ameondoka. Tutakuwa tumefanikiwa maishani. Maisha yetu yatakuwa mepesi, lakini maisha yetu yatafurahisha kwa kila mmoja. Hii ni maana na mtazamo wa kwanza wa hadithi hii. Lakini hadithi hii imeenda mbali sana. Tuiguse kwa dakika 2 zilizobaki. Mtume aliposema idha dakhala adh-dhaifu ala alqaumi, anapoingia mgeni kwa watu kwenye familia fulani, dakhala birizqihi, alikuwa anamaanisha maana kubwa sana. Uislamu hapa Bwana Mtume alitumia hekima na maneno yaliyofichika sana, ambayo yanahitaji wenye akili ndefu na mitazamo mikubwa ili kuweza kutambua kilichokusudiwa.
Uislamu hapa ulikuwa unazuia mauaji ya watoto. Yule mtoto kaitwa mgeni. Msiue watoto wenu. Uislamu unazuia mauaji, msiue watoto msiwaue. Kwani hao watoto wakija, dakhala birizqihi, kila anayekuja huwa anakuja na riziki yake kwenye nyumba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu analithibitisha hilo katika suratul Isra'i aya 34. Kumuunga mkono bwana mtume au bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anaunga mkono maneno ya Mungu ambayo ni Qur'ani, aliposema wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Mungu anawaambia binadamu wala taqtulu auladakum, msiue watoto mnaowazaa. Khashyata imlaqin, mkiwa mnaogopa umasikini. Wanakuja nitawalisha nini? Mtoto anazaliwa nitasomeshaje? Hali ngumu ya kimaisha, kula yangu wenyewe tabu. Leo watoto hawa ninawaleaje? Mungu anasema huyo ni mgeni kawajia kwenye familia yenu. Wala taqtulu auladakum. Tazama hadithi ilivyokuwa imefichika hiyo. Maana yake ni maana ngumu sana mpaka uwe na akili ndefu ya kufuatilia. Wala taqtulu auladakum, msiue watoto wenu khashyata imlaqin, kwa kuogopa umasikini. Nahnu narzuquhum, kama alivyosema bwana mtume, idha dakhala adh-dhaifu ala alqaumi, anapoingia mgeni kwenye mji fulani wa watu, dakhala birizqihi, huwa anaingia yeye na riziki yake. Kwa hiyo kila anazaliwa anajulikana ana riziki yake. Mungu kisha mpangia riziki yake. Itafikaje kwako wewe? Mwenyezi Mungu ana hikma yake, kwa sababu ni mtoto, hajawa balighin, hajawa aqilin, anahitajia matunzo yako wewe mzazi. Basi kupitia yeye Mungu ataileta riziki yako. Riziki yake ile ambayo yeye kapangiwa itapitia mkononi kwako, kwa sababu bado yuko katika malezi yako. Hadithi inakuja kukemea, lakini anasema wa idha kharaja bimaghfirati dhunubi, na anapotoka mtoto huyo, kwa maana moja. Ni hadithi ndefu, tutakuja kuielezea kwa mapana zaidi. Anapotoka mtoto au mgeni huyo, huwa anaondoka na madhambi ya wazazi wake, kwa maana huwa wanafutiwa madhambi yao. Maana ya kuondoka hapa bwana mtume, ni maneno yamekuja kwa sura ya kificho, kwamba familia inayopata mtoto mdogo na ikafiwa na mtoto yule akiwa na umri mdogo, miaka 2, 1, 3, wakavumilia maumivu ya kufiwa na ule mtoto, wakategemea thawabu kwa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ndiye aliyetoa na yeye ndiye aliyechukua kiumbe chake. Wasiseme maneno mengi ya kumkufuru Mungu na kuona Mungu kawaonea. Basi hawa bwana mtume anasema wa idha kharaja bimaghfirati dhunubihim, huyu anapoondoka huyu, basi huwa anaondoka hali ya kuwa wazazi wamefutiwa madhambi. Sijui kama tunalitambua hilo, na kama tulikuwa hatulitambui, inapasa tulitambue zaidi, na tutakuja kulisherehesha zaidi ili kuona kweli Mwenyezi Mungu alichokizungumza ndicho. Kwa maneno ya mtume anamthibitisha Mungu pale Mwenyezi Mungu anapouliza malaika wake katika hadithi iliyofuatia, idha mata waladul abdi, anapokufa mtoto wa mja yoyote katika waja wa Mungu, Mungu huwa anawaambia malaika wake, mmechukua mtoto wa mja wangu? Wanasema naam. Huko inshallah Mungu akitujalia kheri, tutakuja kuifuatilia somo hilo na kuliendeleza kwa kadri tutakavyojaliwa. Turidhike kwa muda wetu mchache na hiki tulichokitoa kwa ajili ya kukumbushana. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.